Reverend Kateya Philip, Assistant Director, Peace. God bless you. Directors up please. Wewe ni departmental head, simama. Huyu anaitwa Reverend Henry Odhiambo, Director in charge of evangelism in African Divine Church. Director Evans Logedi, Director in charge of culture and social development in African Divine Church. Mama Margaret is the Director in charge of children's department in our church. God bless you so much. Mbarikiwe sana. Nataka kwa dakika chache kabisa wale ambao waliandaliwa kwa ajili ya kutoa maombi kwa kaunti hii na vipengele tofauti vile tumepewa. Tumefika hapa kama tumebeba olive branch ya maombi, na ndilo lengo ambalo lilituleta hapa. Kama umeteuliwa kuongoza maombi, tafadhali step forward please, faster. Asante. Asante kabisa, chukueni nafasi yenu hapa. Your Excellency the Governor, sisi tunaishi kwa maombi na tuliona ni vizuri pia tulete maombi katika kaunti yako. Naomba sote tusimame wakati tunapopokea maombi hayo ambayo ni chakula chetu cha kila siku. Wale tunaozungumza, tafadhali peana nafasi, peana heshima na usimame. Karibu muombezi wa kwanza, take your position here. Tuamini na tuombe. Kwa majina ni Reverend Ibrahim Liona, Kikuyu Region. Naomba kwa afya. Baba, katika jina la Yesu, ninakuita mahali hapa kwa ajili ya afya ya watu wako. Tuko na baba askofu, tuko na gavana wetu na ujumbe wake wote, na ujumbe kutoka mission. Baba, tunaombea afya, wewe ni Mungu. Ibilisi na mipango yake atapata kushindwa. Vifo katika kaunti yetu vipate kushindwa. Linda gavana wetu, linda baba yetu askofu. Linda makuhani wakuu wote na mapasta na watu wote. Ibilisi atapata kushindwa katika jina la Yesu, naomba nikiamini. Asante. Naomba tusimame hivyo. Item 2, come forward please. Asante sana. Naomba kwa ajili ya amani na utulivu katika nchi na kaunti hii. Baba, katika jina la Yesu nasema ni asante kwa mchana wa leo. Baba yetu, umekuwa mwaminifu tangu tulipoanza kuandaa mipango hii, na Bwana umetuletea amani, umekuwa nasi, umetupatia utulivu hadi siku ya leo. Tunasema ni asante. Tukiwa na baba yetu askofu mahali hapa, Bwana imegharimu mkono wako. Naombea hata kaunti hii pamoja na kaunti wetu ambaye Bwana ni Bwana Matangi ambaye anaongoza kaunti hii, gavana wetu Bwana, naomba katika ofisi yake pamoja na kaunti mzima na amani itawale kaunti hii. Baba, maovu yote inaweza kutawala ya magonjwa na pepo za kuhangaika katika jina la Yesu. Baada kubariki hata washirika wetu wa African Divine Church, Bwana wape amani na utulivu. Wewe ni Bwana, mahali wanaenda Bwana, manyumbani mwao, zini mwao, natangaza amani ya Bwana na utulivu katika maisha yao. Hata wale walio Baba katika shughuli mbalimbali katika siku hii, Baba yangu, wakumbuke wanaosafiri kwenye anga, kwenye ardhi. Jehova, wape amani na utulivu katika maisha kila mmoja. Baba, nasema tu ni asante. Hata kwenye ibada hii ukalete amani na utulivu. Tulipoanza tumalize na wewe. Kwa jina la Yesu naomba na atakuamini. Amen. Asante Reverend. Item number 3, please come forward. Reverend Angaya, mkazi wa Miyoko, naomba kwa ajili ya biashara. Baba wetu wa mbinguni, nashukuru jina lako, wewe ni Ebeneza. Mchana wa leo tumesimama katika madhabahu haya iliyoandaliwa na bishop wetu pamoja na gavana wa Matangi, ni kwa ajili ya kuombea wafanyi biashara katika Kiambu cluster. Wafanyi biashara wote na wafunika kwa damu ya Yesu Kristo, ukawainue katika kazi zao wanapoamuka kila siku, ukabariki biashara yao, maana wewe ni Mungu. Biashara ndio uti wa mgongo wa Kiambu hii. Baba, simama ukawe mtetezi wa wafanyi biashara hawa, ukawainue katika kila namna, maana wewe ni Mungu, na nyamazisha
nasimamisha kila sauti ya ibilisi, na kamata kila madhabahu ya shetani inayobomoa biashara katika Kiambu cluster, katika Kiambu County, na haribu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu mtetezi, nafunika wafanyi biashara mahali hapa wote na damu ya Yesu Kristo ile mwaka msalabani. Nafunika bishop wetu na damu ya Yesu Kristo ile mwaka msalabani. Nafunika gavana wetu na MCA wote na damu ya Yesu Kristo ile mwaka msalabani. Wanapotenda kazi mahali hapa Bwana, waonekanie mchana na usiku. Asante, najua Jehova wewe utatenda, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu naomba nikiamini. Asante. Item number 5 please. Number 4. Sorry. Kwa majina naitwa Assistant Director Margaret Minyoso. Tuaminie watoto wetu. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante, maana wewe ni Bwana. Nachukua dakika hii Mfalme, naaminia watoto wetu ambao wanasoma katika mashule mbalimbali. Baba, naweka mikononi mwako. Baba, utaleta amani, utawatawala, wewe ni Bwana. Najua kwamba watoto wanapofika university, Baba, shetani naye ameingia, amewanyemelea. Amekuja ni kwa ajili ya kunyonga watoto wetu. Wengine wanauliwa bila sababu. Yesu, shetani ameinuka. Nasi tunakataa katika jina la Yesu, huyo shetani akashindwe. Huyo shetani akashindwe. Tazama watoto wetu tunafunika na damu yako. Baba, ukawazingire, wewe ni Bwana. Leta school fees, wewe ni Mwokozi. Tunakumbuka hata mayatima Mfalme, wakiwa ndani ya shule. Baba, utawakumbuka, utawatendea mema, wewe ni Mwokozi. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Asante dada Minyoso, karibu sana for item number 5. Jina langu ni Reverend Mudende, Midiani Region. Ninaomba kwa ajili ya yatima. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Jehova Mfalme usioshindwa, na kabidhi mayatima wote mkononi mwako. Kaunti hii Jehova, tunajua ya kwamba tuko na yatima. Wewe ni Jehova, utazidi kuwalinda. Wamiminie uzima, wewe ni Jehova. Kisirani na mipango za giza, Yesu ondoa. Wainue kutoka chini hadi juu. Asante Jehova Jire kutenda haya. Kwa mamlaka ya Kristo Bwana Mwokozi nimeomba. Karibu sana Reverend wetu kutoka The Lakes. Amen. Bwana asifiwe. Naitwa Reverend Odhiambo. Mimi natoka sehemu za Kisumu County. Ninataka kuombea serikali zote za county pamoja na serikali kuu za Kenya yetu. Sisi wote tuinue mkono juu tunapoomba kwa ajili ya shughuli zetu. Baba wetu, tunakuinua mahali hapa. Jehova, tumeinua mikono yetu juu tukisema ya kwamba tumenyenyekea mbele zako. Tumekuja hapa mbele zako kwa ajili ya maombi Bwana, ili ukaweza kutuokoa katika nchi yetu. Tumefika hapa kwa ajili ya ombi kirasmi kwa siku ya leo kwa sehemu hii ya Kiambu County, tunapohudhuriwa pamoja na kiongozi wa sehemu huu pamoja na baba wetu askofu. Mungu wa Israeli, najua ya kwamba wewe ukisimama hakuna mtu anaweza kukushusha. Wewe ukionekana Mungu juu, hakuna mtu anaweza tetemeka. Baba wetu, tunakuenzi ya kwamba wewe ndio unachagua viongozi na wewe ndio unaleta utawala. Tunaombea utawala wa Kiambu wawe na amani. Wanapotenda kazi Bwana, ukaweza kuwapea afya. Na sitasahau na ikumbuka serikali wetu kuu ya Kenya ikiongozwa na mheshimiwa wetu Bwana Samuel Arap Ruto. Bwana wetu, tunamuombea mahali popote anapoongoza Kenya, anaposhusha mpaka kwa counties. Bwana, tunahitaji amani. Utupe amani ambao hatuwezi kununua kwa duka yoyote, bali itapatikana kwako sababu wewe ni Masihi. Asante sababu kuna wakati uliweza kulinda wana wa Israeli kwa wakati wa jua, na Jehova Jire uliweza kuleta maji. Hata wakati wa leo tunaona kiangazi, tunaona jua linawaka, kila moja anatafuta mahali wa kujifichia. Hata wanyama wanayotambaa chini ya mchanga wanalalamika kwa ajili ya kukosa maji. Mungu wa Israeli, wewe utaleta amani. Leta mvua kwa wakati wake, leta wokovu kwa watu wako, ulete chakula kwa ajili ya watu wako, na uongozi wao Jehova uitawale kwa mamlaka yako sababu wewe ni Mungu. Naomba nikijua ya kwamba wewe ni Mungu wa kutimia.
kutimiza. Tumealika katika ibada wa leo, ushushe ibada ya askofu isiende bure. Naombea Divine Church, makanisa zote ambao wako katika Kenya, nao pia wakumbuke kwa siku njema wa leo wanapoabudu jina lako, na yote yawezekane katika damu la Yesu Kristo aliye Baba na ni mkombozi wetu. Amen. Hebu tumpigie Yesu makofi wakati tunapoketi. Kwa dakika ambazo zimebaki chache, nataka tuendelee kuwa na utulivu huo wakati ninapomleta liaison officer wetu wa mission kwa salamu. Karibu sana mzee. Asante baba wetu askofu, mama mission, governor na viongozi wengine wote. Ninasema Bwana Yesu asifiwe. Kwa heshima, ni sababu baba yuko, haturuhusiwi kunena maneno mengi. Lakini nataka niwaambie kwamba watu hujivunia kitu chao. Kama wenyeji wa Kiambu cluster ama eneo la Kiambu wanaijivunia serikali yao chini ya governor mheshimiwa Wamatangi. Na sisi Divine pia tunajivunia askofu mkuu ambaye Mungu ametutunuku. Chukua simu, weka kwa mkono saini kuambia neno. Chukua simu yako, weka kwa mkono. Nataka nikutumie kitu kwa simu dakika hii. Iwe ni kabambe, katululu, simu nzuri. Wewe chukua simu. Nataka nikupange. Wewe chukua simu, nikupange, tupangane na wewe. Salamu zangu zinaenda kwa simu. Chukua simu, weka kwa mkono. Yes. Wewe ukiweka simu kwa mkono, mimi nataka nipangane na wewe dakika moja. Salamu zangu ziishie hapo kama liaison officer wa kanisa hili. Kama umeshika simu kwa mkono wako, mimi nataka nikukumbushe mambo mengi hufanyika kwa sababu ya simu. Na sisi tuko na skiza tune ya Archbishop wa African Divine Church inaitwa Neno la Tumaini. Wewe ukiweka zingine zote ziko sawa, lakini nataka kwa simu yako wewe ukipigiwa unasikia sauti ikisema, mimi ni Archbishop Chabuga wa ADC na watakia amani. Hiyo neno ni mbaya kweli? Kuwatakia amani ni mbaya kweli? Kwa shilingi moja na sumu ni peke yake. Wewe finya *811 *, finya hiyo. Yes. Hata ukiwa kwa madhabahu kasisi upatikana unapigiwa simu inaleta ile wimbo ingine ya Lingala huko, wewe utaweka nguo chini. Weka hiyo, sikiza tuni. Neno la tumaini. Ukiandika *811 *, alafu unaweka pale 194 hash. Nirudie. Ukiweka *811 *, alafu unaongeza 194 hash. Ukibonyeza itakwambia una subscribe kwa Skiza Tune Neno la Tumaini. Unasikia kile nasema? Na hiyo haina maneno mengi. Nani amepata? Hawa sijaona. Hebu leta yako wewe nione. Weka accept bwana, wewe enda pale. Hujamaliza, weka accept. Nani amekuja? Nataka mmoja. Wamekuja wengi. You have successfully downloaded and set the tune Neno la Tumaini. Huyu mimi ni mchape 200 atembelee barabarani. Hiyo si iko sawa? Na sababu wamekuja wengi, hii maneno General Secretary, na wewe upe huyu 200. Ukienda na vitu haraka huwezi tembea mguu. Hii pesa ni mingi, ukubali nitafute change ndio nikujenge vizuri. Nyinyi mnaona nikimpea thao yote ni vizuri kweli? Nitandike huyu 200 ndio nitandike mwingine. Wewe chukua hii. Imekutosha wewe uende. Nyinyi mmesubscribe hiyo, sikiza tu, ni kweli? Ninyi wacheni uongo. Ukiweka *811 *, alafu unaweka 194 inaleta hiyo maneno. Mnasikia kweli? Bwana Yesu asifiwe. Sasa ona huyu. Mimi sijaita mtu amekuja hapa mbio. Hii nayo inasema hii maneno, wewe mnipe change. Hii maneno itakuwa mbaya, lete 200 ingine.
Nikupe hii ushike? Hapana. Lete tu hiyo. Nichape mtu thao? Awa, kweli? Wale wamesubscribe wewe weka mkono juu. Wewe. Hii maneno ngoja Mama Region kaa chini. Wewe utakuja mbaya. Wewe 200 ndio hii. Mimi ngoja watu wote wakae chini. Watu wote wakae chini. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kaa chini. Unataka simu? Wewe sasa hii thao inaelekea kuisha. Bado imebaki 200 ngapi hapa ndani? Mama Region naomba tu wewe ukae, wacha nitumie hao watoto wadogo. Si mnaruhusu nitumie haka kasichana kadogo? Niwe nimemaliza thao yangu, si ndio? Wewe kuja. Wewe sasa uongeza mimi 200 alafu nikupee hii. Wewe lete kwanza. Ukifanya hivyo, hiyo shilingi moja tu na sumun, tunainua mission yetu, tunainua askofu wetu. Sisi kwetu wanasema abandu bekodere chabo. Ongeza 200 moja. Wewe sijaona yako, chukua hii. Chukua simu. Ina maana hata kasimu kama hii inachukua, sikiza tu. Pigia mtoto huyu makofi mingi. Yes, ongeza 200 nyingine. Huyu jamaa kuna pesa nzito kama unataka nitandike mtoto thao. Unajua kuna mtu atapoteza change yake mahali. Tuendelee hivyo na kwa vijiji zetu, kwa assemblies, hiyo sikiza tu iendelee kwa divine kama wimbo wa taifa. Watu wakisimama wakisema Mungu nguvu zetu, sisi tunasikiza neno la tumaini na askofu mkuu. Ukinipea so 2 na kupea thao. Na kama huna so 2 Mungu akubariki. Ninyi mtangoja. Si ndio? Nitawajenga lakini mngoje nijenge huyu, wengine mtulie. I'm looking for change, alafu nikuje kuwapanga saa hii na Mungu atubariki sisi wote. Wapi makofi ya hali ya juu ya sikiza tu? Thank you. Ninyi msimame hapa ninakuja. Asante. Yule haja subscribe aje ni mjenge. Yule haja subscribe kuja. Huja subscribe come. Asante. Wewe huja subscribe, you don't follow instructions. Kwenda. Asante. Thank you so much. Bwana akubariki sana liaisons officer wetu, na kwa heshima hiyo nataka kumleta mama mission wetu. Sauti ya wamama, mama mission wetu wako hapa, atoe ujumbe wake kwa kanisa ambalo linapatikana katika county hii. Karibu sana mama mission. Women leaders please. Yeah. Endelea. Ninazidi kutembea, maombi uyasikie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukae chini. Asanteni wamama wangu. Asanteni wamama wangu. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema Bwana Yesu asifiwe kwa sababu sisi ametuonekania, tumetembea kwa miguu zetu, tumefika hapa ni kwa ajili ya neno ya siku ya leo. Amen. Archbishop of African Divine Church, tukiwa ndani na Honorable Governor wa Kiambu, Mr. Wamatang, pamoja na cabinet yako yote ya county. Wamama wangu, mama regions, mama assemblies, pastors, youth assemblies, wazee vijiji, vijana wote na madirectors wetu, tusalimiane katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu aizomine. Nasema ni asante kwa siku ya leo, kwa sababu vile mmetukaribisha hapa tumeshukuru. Mzee wetu gavana, asante kukuja kukaa pamoja nasi, si rahisi, lakini Mungu wa amani azidi kukuongoza. Kaunti yetu ya Kiambu kwa jumla, Mungu azidi kuwaongoza.
Hatutaenda kwa mambo mengi. Jana tuliongea, tukaongea, na sasa nasema tu asante kwa makaribisho mema. Asante kwa siku ya leo. Kanisa letu kwa jumla wamepeana sikiza tuni yetu. Nami nataka nikupatie kaunti yetu ya kujenga kanisa. Mama, ukitaka uone nyumbani ikuwe mzuri, nyumba ijenge kwa ustadi. Amen? Haleluya! Mmekasirika sasa? Hata mimi nataka uchukue simu yako. Mudivine ulipo, mgeni wetu, kama unaweza kutusaidia, shika simu yako. Sisi tuko kwa ujenzi kule nyumbani, na sisi hao watu wetu tumewatuma huku, na tumewaambia mkiona pale mmekaa kazi inaendelea vizuri, endeni na hao watu pamoja. Sikabendio? Basi mkiona mzee amesimama, angukeni na yeye. Mkiona mama amesimama, angukeni na yeye. Haleluya! Sasa msiposikaa na yeye na mkae mshike, mnafikiria tutaenda wapi? Si tuko tu hapa. Basi wewe kama umeshika simu yako, hebu nawe tena mimi nataka nikupatie kitu tena. Sahi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ilikuwa sikiza tune. Na mimi niko kwa kujenga. Boma lionekane, tujenge. Wazee wetu nyinyi ndio wa kwanza, nataka nione ikianguka. Niko na simu hapa, nitakusoma jina. Najua Mr. Isiao vizuri sana. Egri majina yote. Najua Bose na vizuri majina yote. Na Katea nayajua. Nataka kuona nikifungua simu, nataka kuona. Haya, nataka kukaa. Asante kwa makaribisho mema, asante kwa wakati mzuri ambao tumekaa na nyinyi. Tangu Friday nimekuwa pamoja nanyi. Governor, karibu kwa kanisa letu. Sisi tunapenda Mungu, sisi si shakahola, sisi ni Wakristo, tunatetea injili ya Yesu. Haleluya! Nitakuja huku nisimame women rep. Naona hivyo. Haya, chukua simu, enda kwa simu, angalia M-Pesa. Angalia M-Pesa, nataka unitumie kitu kidogo. Mimi sitaki pesa mingi, 100 tu. Kanisa limejengeka. Tunajenga cathedral yetu Mission. Chukua M-Pesa, angalia M-Pesa, paybill, enda paybill. Bonyeza hapo lipa ta M-Pesa, angalia paybill. Angalia business number 522533. 522533. Sitaki pesa mingi, 100 tu. 522533. Enda account, finya, imekuletea account number. Haya, andika 7815721. Imekuletea jina gani? Nataka kuongeza hata mimi pesa wewe saa hii. Usinione kama nirudie. Enda paybill. Bonyeza 522533. 78, that's account now. 7815721. Imekuletea nini? Yes, amesimama tu hapa saa hii. Anataka kuwa zawadi tena. Umetuma na tena unapata. Nani ametuma? Imeleta nini? Imeleta? African Divine Church. Thank you very much. I honor you and I say God bless you very much. Mbarikiwe sana. Oh, that is our account. Umetuletea kamsumari kakusongesha hivi, kugonga hivi. Hiyo ni kamsumari. Okay, 5. I'm ready. I can 522533. Bonyeza, inaleta account. 7815721. Utakuwa umetununulia msumari, utakuwa umetuletea simiti mfuko moja, utakuwa umetuletea watu wa kubeba maji, utakuwa umetulipia mfundi kitu kidogo. Nimemaliza.
Jumapili ifuatayo muangalie diary zetu, hiyo ndio kazi tunafanya. Mama, nimemaliza, nyumba iboreke. Mungu wa amani awabariki sana. Ngoja kidogo mama, kwa sababu liaison officer alikuwa anapeana zawadi. Wale ambao wametuma kwa kitu, inua mkono hivi. Inua mkono hivi, zawadi yako iko. Mama, ombea hiyo mikono. Tuombe. Baba wetu mtakatifu, inuliwe upewe sifa, maana wewe ni Mwokozi. Tumepata usaidizi wa ujenzi wetu mahali hapa. Wale ambao wametoa wazidi kubarikiwa, mali zao uzidi kuinua, ukawape nyingi, wasaidie siku nyingine, katika pendo la Yesu Kristo aliye mlinzi na mkombozi mwema. Wapi makofi ya Mama Mission? Ametafuta zawadi, amejenga kanisa na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka nimlete askofu wetu mkuu ambaye atamleta governor wetu atuhutubie. Nataka kukumbusha kanisa ya kwamba yale Mama Mission amenena hapa kwa inajili ya ujenzi. Kila mtu anauliza asimame na mission yetu katika ujenzi huo wa cathedral. Mheshimiwa governor wetu, tunajenga kule kanisa la milioni karibu 85. Na hizo pesa sisi hatuna wafadhili, wafadhili wetu ndio hawa, na tunashukuru Mungu kwa sababu tumepata additional sponsors akiwa ni wewe pamoja na timu yako. Mungu akubariki sana. Vile vile katika African Divine Church mzee, tunaenzi mambo ya masomo. African Divine Church iko na watoto tunasponsor katika vyuo vikuu, katika shule za sekondari na katika shule za msingi na vyuo vingine. Maombi yetu ni kwamba kila mahali tunapotembea, tunawahimiza washiriki wetu, ukiwa na mtoto akimaliza shule ya msingi, ukimaliza shule ya sekondari, don't die alone. Tafuta msaada, fika makao makuu kule, tutasimama na mtoto, awe mtoto wa ADC, awe mtoto wa kutoka sehemu gani, dhehebu gani, lazima mtoto apate haki yake ya kusoma. Kikubwa, endeleeni kudhibiti amani katika kanisa na maeneo yote mnayokaa. Endeleeni kusonga karibu na viongozi wetu, na viongozi wakisonga karibu nasi, tutaona mkono wa Kristo ukisimama nasi kama kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Mbele nina endeleani kutembea, maombi yasikie ewe Bwana. Naomba kwa heshima tusimame wakati tunapomleta askofu mkuu. Uninue kwa imani, Baba nipande Jina langu ni Reverend Ruben Ombajo, Assistant General Secretary wa dhehebu hili. Nisikae duniani, ni mahali pa shetani, natazami ya mbingu. God bless you, Baba. Imani nesema nipande milima yote, ewe Bwana unipa. Wewe ni Mungu Alfa na Omega. Bwana, una kusudi lako leo muhimu tuingie katika kaunti hii ya Kiambu. Sande kwa wote waliohudhuria, guza hitaji la kila moja. Ushauri wote waliotolewa umetolewa kwa heshima yako. Makanisa yote ya Kristo katika kaunti ya Kiambu na Kenya mzima, Bwana, simamisha imani yao imara na jina lako. Wewe ni Mungu unayebariki na kulinda. Mwenyezi Mungu mtakatifu, zaidi ya hapa Kiambu, tunahitaji tuone maendeleo. Tunahitaji Mwenyezi Mungu tuone uchumi unafufuka. Tunahitaji tuone siasa za amani. Tunahitaji tuone hata watoto wadogo Bwana wananawiri. Linda gavana wetu, umulinde katika maisha yake, umupe amani na usalama wake Bwana, uzidi kuutunza. Mipango zote za maendeleo walizo nazo katika kaunti Kiambu, Bwana ubariki kila mpango. Tunajua mipango yoyote
imewekwa ili kuinua maendeleo katika kaunti hii. Roho wa Bwana upate kutawala, na yale yote ambayo Wakristo watoto wako wamekuomba, Bwana rudisha majibu kwa kila ombi. Na haya yote najua wewe ni Mungu unayejibu maombi, iwezekane kwa mamlaka na upendo wa Kristo Bwana mkombozi wetu. Mbarikiwe sana. Basi tutulie. I will try to be very brief because I know the nature of people we are talking to. We have very many commitments in our society. We have very many programs that we have as a society. And I'm totally quite convinced that we must manage our time well. Governor, I thank you very much for being here with us today. This is a very rare opportunity for you to be with us here. It is also a gesture to God, your creator. As you have moved closer to us here, you are not only moving closer to ADC, but you are also moving closer to your God. I thank you very much for that honor with all the protocols of Kiambu County. And members of African Divine Church, our friends and guests who are here with us, the chairman and the secretariat of this cluster, Kiambu, I'm very much happy to be with you today. You made these plans. You enabled my delegation to visit the Kiambu County. For the last 3 days I've been here. I thank God very much for that. Thank you very much for ADC members. Thank you for all Christians in Kiambu. Thank you for those who are praising God every day and night. And also thank you for those who have been maintaining our physical security, because we know we have security agencies here. You have been guarding this place day and night. You are guarding Kiambu County day and night. You are guarding Kenya day and night. That is very important effort. I really love being in Kiambu. I was in Kiambu some 2 or 3 years back. And that time we fellowshipped at Gidogoro. I was very much blessed being with the people of Kiambu. Today I also make another comeback. And the purpose of I coming back, it is to praise God. And we pray together that God's people must remain blessed all the time. Therefore, I love you all for being here today in such a big honor. It's not only honoring God, it's also honoring what He has planned for us. That is very great. Kiambu County, Bwana Governor, African Divine Church started being Kiambu in the year 1960. This is not a church that started yesterday. In 1960. Quite a long time. Those years, even the colonialists were still within. Many people from around the Republic of Kenya were even coming to work for the whites. I thank God because of gaining Republic as a country. Us now being a republic, it means we have to govern ourselves well. The people we were depending on, the whites, they are no longer with us. When I see this cabinet sitting here, I see you now as the white men of Kenya. You are the white men of Kenya.
we no longer praise any other tribe apart from us. Hatuwezi angalia watu wengine, sisi wenyewe tu. And that's why we are really appealing to leaders in this country. Kwa sababu tunajaribu kuelezea viongozi wetu, Continue making Kenya productive. muendelee kufanya Kenya iwe ya mazao. Because the white man went. Kwa sababu mzungu alienda, The white man went to his country. mzungu alirudi kwa nchi yao. And us, we remain to govern our land. Sisi wenyewe tumebaki kusimamia nchi yetu. It will look very bad Itaonekana vibaya if we cannot govern ourselves. kama hatuwezi kujisimamia wenyewe. If we cannot govern Kama ourselves, hatuwezi kujisimamia wenyewe, then the white man will laugh at us. yeye mzungu anatusogelea. That these people were not even able to govern Kama themselves. hao watu hawangeweza kujisimamia. African Divine Church, African Divine Church, we are among the independent churches in this country. sisi ni yale makanisa ambayo yanajisimamia. When I sit with this executive you're seeing here, Hili jumbe la wasimamizi, we sit and plan tunakaa tukiongoza programs in African Divine Church. tunavyoendeza mipango zaidi. We do not have any foreign link Sisi hatuna watu wa nje, mataifa ya nje. in those foreign countries. Hatuna katika nchi za nje zile. And that's why, Kwa sababu as leaders and as a church, kama viongozi kama kanisa we must work very hard lazima tufanye juhudi to see our country and our counties are peaceful. tuangalie kwamba nchi yetu pamoja na kaunti zetu zote ziko kwa amani. We must see all people in our county and country are peaceful, Tuone watu wote ndani ya kaunti zetu wana amani. so that they continue being productive people. Kwa hivyo waendelee kuwa watu wa kuzaa matunda. Therefore, we support leaders like yourself. Kwa hivyo tuongoza viongozi kama wewe. That Kenya now is depending on devolution as a means to grow. Kwa sababu Kenya sasa inafuatilia ukatuzi As, kusonga mbele. as churches in Kenya, Kwa hiyo makanisa ni ya Kenya. we are strongly supporting devolution. Kwa hivyo sisi tunaweka mkazo kwa ukatuzi. Because we know once devolution grows strongly, Ukatuzi inapokuwa na nguvu, the simplest man, mtu wa chini kabisa, the smallest mtu man wa chini kabisa, will enjoy development. yeye atapata matunda. That's we strongly support devolution. Kwa hivyo sisi tunaweka mkazo kwa ajili ya ukatuzi. The members of county assembly, Viongozi wote wanaoshiriki, we are really praying for you. tunawaombea. You come up with the good grassroots development plans Kuja na mipango mizuri kwa ajili ya maendeleo that really can touch on this small man, ambayo inaweza guza wewe mtu wa chini. so that all people can enjoy. So watu wote wawe na ufanisi. And we also appeal to the main government of Kenya Sisi tuangalie taifa letu la Kenya, to serikali to kuu, give strong support to devolution. wawe wakiendeleza ukatuzi. Because once devolution grows strongly, Wakati ukatuzi unapata nguvu, I'm telling you, Kenya will become a small white country. Kenya itakuwa nchi ndogo kama ile nchi za nchi. Because we love our country, Kenya, Tunapenda nchi yetu ya Kenya, and we will wish to see our country continuing to grow. na sisi tunataka tuone nchi yetu ikiendelea mbele. Once devolution stands firm, Ukatuzi kisimama na nguvu, no man or woman or child kuna mwanaume, mwanamke, mtoto will continue staying in problems. atakaa ndani ya shida. If it means going to school, Hata kama ni kwenda shuleni, the small child will go to school. mtoto ataenda shuleni. We shall not have street families, Hatutakuwa na watoto wanaishi katika mitaa, because all of them will be directed to wote schools. wataenda shuleni. We shall not have destitute children wandering around. Hatutakuwa watoto watatembea huku na huku. They will all be given something to do. Wote watapatia nafasi ya kazi ya kufanya. So we strongly support you, Governor, Sisi gavana tunakupatia nguvu and the people of Kiambu, pamoja na Kiambu wote. that may our country continue being strong in devolution. Nchi yetu iwe katika uzito juu ya mambo ya ukatuzi. And therefore we are totally against those who are killing devolution. Sisi hatutaki wale watu ambao wanaua ukatuzi. We don't want to see leaders killing devolution. Hatutaki viongozi waue ukatuzi. Once devolution grows strong, Ukatuzi unapopata nguvu, even I as a bishop down there, kama askofu, I will feel strength of your yeye devolution. atakuwa na nguvu kwa ajili ya The ukatuzi. people I lead in many Watu churches ambao wanaongozwa na makanisa, will also feel strong hao pia watakuwa na nguvu in this African country. ndani ya African Divine hapa. Therefore, we continue working hard as Kwa hivyo Kenyans. sisi kama Wakenya tunafanya bidii. The white man went. Mzungu alienda. We remain to do Sisi business. tulibaki tufanye biashara. We need good environment. Tunataka mazingira mazuri. We need good politics in our country. Tunataka siasa nzuri. We need peace, Tunataka amani. which is a priority Hiyo ndio kitu ya kwanza. to any development in Kwa country. maendeleo yoyote ndani ya nchi. Look what is happening in those fighting countries. Angalia hizo nchi zinapigana kule nje. Children are being slaughtered. Watoto wanauawa. Women are being slaughtered. Wanawake wanauawa. Men, innocent men and women are dying Wanaume wazee wanakufa. because of unknown cause of Sababu struggles. ya
We thank God for this peace we have. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya amani tuliyo nayo. Therefore, Kenya as a nation, Kenya yetu hii kama taifa, we must continue praising God. lazima tuendelee kumtukuza Mungu. You, Christian people of God, Wakristo wote wa Mungu, continue praising God, tuendelee kumtukuza Mungu. because He is the power. Kwa sababu yeye ndiye nguvu. He is the guider. Yeye ndiye anatuonyesha. He is the leader Yeye anatupatia mwongozo. here in Kiambu Ndani ya Kiambu, and the world all over. dunia yote kwa ujumla. We depend on God. Tunamtegemea Mungu. You were born and made by God. Tulizaliwa ni kwa tutengeneze kwa ajili ya Mungu. Continue being a servant of God. Endelea kuwa mtumishi wa Mungu. Continue being a child of Endelea God. kuwa mtoto wa Mungu. Thank you for people of Kiambu Asante kwa ajili ya watu wa Kiambu. for having a friend, Bwana Governor. Kwa ajili ya huyu rafiki yetu ambaye ni gavana. Bwana Governor, I'm happy to be with you here today Asante kwa ajili ya siku ya leo kuwa pamoja na wewe. because this is really a big honor. Sababu hii ni utukufu Wa- mwingi sana. One day, the chairman of this cluster Chairman siku moja wa klasta hii visited me at the ADC mission, aliingia ndani ya ofisi ya askofu. and then he told me, Bishop, Akaambia askofu, you know we are very successful. ujue ya kwamba tumefaulu. We visited our Kiambu governor. Tulienda tukamtembelea Kiambu gavana wetu. With his leaders, he was very happy. Pamoja na viongozi wake alikuwa na raha sana. And then I told him, oh, Reverend, you have done very well. Akamwambia umefanya vizuri. If you have managed to reach governor of Kama Kiambu, umemfikia gavana, and ADC is a stakeholder in Kiambu, ADC pia inafanya kazi ndani ya Kiambu hii. then I suggest you team up with the governor. Tuendelee kuungana na gavana. This is now the friend ADC want. Rafiki ambaye ADC wako naye. Team up with the governor. Tutembee pamoja na yeye. Team up with the leaders. Tutembee na viongozi. Support his government. Waweke unga mkono. During his time of office, Wakati wake akiwa kwa ofisi. we shall never let you down. Tutakuangusha. We shall continue praying for you, Tutaendelea kukuombea. that you continue being strong, Ili uendelee mbele. that ADC can also benefit. Ya divani pia wapate manufaa. You are a child of God, Wewe ni mtoto wa Mungu. and ADC belongs to God. Na ADC ni wa Mungu. Therefore, if you support ADC, Ikiwa utaweka mkazo kwa mkono kwa ajili ya ADC. you are supporting God's initiative. Kazi ya Mungu wewe unaitimiliza. So I was very happy to see a friend governor being with ADC today. Nashukuru sana siku ya leo gavana. And really, it has been made a reality. Na hii sasa imeonekana waziwazi. Makofi kwa mzee huyu. Asante. It has been made a reality, Imefanywa kuwa sasa jambo linaonekana. and I've been praying to God over this. Naomba juu ya haya. Governor, God continue blessing you. Gavana, Mungu akubariki sana. As I do the final and main purpose of this crusade, Anapomalizia ni kwa ajili ya crusade ya siku ya leo. African Divine Church ADC continue being strong believers in the Word of God. inaendelea kuwa na nguvu na dhabiti katika neno la Mungu. Do not get tired praising God. Usichelewe kukosa kuwa na udhaifu kwa kumtukuza Mungu. Do not get tired along the way. Usichoke kwa safari. You are people that God Ni loves. watu ambao Mungu anapenda. You are people that God is aware Ni watu ambao Mungu anajua. that you are existing in this world. Ya kwamba nyinyi mnaishi katika ulimwengu. You are a people that we want to build. Nyinyi ni watu ambao tunataka tujenge. You are a people we want to see you growing Watu ambao tunataka tuone mkiendelea. because God loves you. Sababu Mungu anawapenda. God chose you. Mungu aliwachagua. God will continue being with you. Mungu ataendelea kuwa pamoja nanyi. I want, as I'm here in Kiambu, Sasa bila lipo katika Kiambu. to talk briefly about a name. Anataka kuongea juu ya jina. A name. Jina. A name. Jina. This world has names. Dunia hii ina majina. This world has names. Dunia hii ina majina. This world has people. Hii dunia ina watu. This world can continue being very wonderful Hii dunia inaweza kuendelea kuwa nzuri zaidi. because God has given us an avenue Sasa Mungu ametupatia njia. of recognizing each and every person. Ili kuangalia kila mtu mahali alipo. As you see you, Sasa vile tunakuona. you have a name. Uko na jina. You have a name. Uko na jina. You have a name that God gave you. Una jina ambalo Mungu alikupea. You have a name that has been recognized, Uko na jina ambalo limejulikana. that the people around you Watu karibu na wewe can notice you by that name. hawawezi kukuona hilo jina. This world we are living in Hii dunia ambayo tunaishi ndani is a very wonderful world. ni dunia ambayo ni ya maajabu. God knew Alijua that the world cannot be governed dunia hii haiwezi kuongozwa without giving a powerful name na kupeana jina and giving a direction na kupeana mwelekeo to all those who are going to be guided by the name. kuongozwa na hili jina. The Word of God, Neno la Mungu. if you have the Bible, Una Biblia yako. I am talking from the book of Matthew, Kitabu ya Mathayo
chapter 1 mlango ni wa kwanza and a small verse of 21. mstari mdogo wa 21. This is the word of God. Hili ni neno la Mungu. This is the word of God speaking. Hili neno la Mungu linaongea. That God has the purpose of giving people names. Mungu ana lengo la kukupatia watu majina. According to the holy book, Kulingana na kitabu kitakatifu. when God realized this world need a savior Mungu alikuwa tazama ni kwa ajili ya huyu mtu ambaye ni wa through his powers of the Holy Spirit. pia ndani ya nguvu za Roho Mtakatifu. God directed Joseph. Mungu aliongoza Yosefa. He advised Joseph, Akamwambia Yosefa, I am providing a helper for you. ninakupatia msaidizi. The Bible says, Inasema, Joseph Joseph befriended Maria. alikuwa rafiki wa Mariamu. And when Joseph befriended Maria, Wakati alipompenda Mariamu, God sent the Holy Spirit. Mungu alituma Roho Mtakatifu. The Holy Spirit approached Joseph. Roho Mtakatifu alimwendea Yosefa. As Joseph was resting, Wakati alikuwa amepumzika Yosefa, the Bible says, inasema, Joseph, Yosefa, you are going to be married to Maria, unaenda kuolewa na Mariamu. but I'm going to make Maria Lakini mimi naenda kumfanya Mariamu pregnant with the power of the Holy Spirit. na mimba kwa nguvu za Roho Mtakatifu. And Maria Mariamu is going to give a child. anaenda kupeana mtoto. And this child Huyo mtoto is going to be given a name. anapewa jina. Even God chooses names for people. Hata Mungu anachagua majina kwa ajili ya watu. And the name you are using now Anatumia sasa. may not be your full name. Haiwezi kuwa majina yako kabisa. You must know there must be some forces behind you Kwamba kuna nguvu nyuma yako. that you are given that name. Kwa ajili ya kupewa jina hilo. The angels told Joseph, Malaika wakamwambia, your wife Maria mke wako Maria is going to get pregnant yeye anaenda kupata mimba. by the powers of the Holy Spirit. Roho Mtakatifu. I'm telling you, according to the Bible, Biblia inasema Joseph was afraid Yosefa alikuwa na wasiwasi because he knew he was the official husband of Maria. kwa sababu alijua kwamba yeye si mke wa bwana ya Mariamu. So he wondered, how will Maria get pregnant